Hapo ndipo Bi Evelyn alipojishika tumbo na kufumba macho huku akifikiria. Fahad mwanangu, huko ulikolala na kuomba uendelee kupumzika kwa amani. I miss you so much my son. Mungu ni mwema. Leo hii babako yuko hapa juu ya kaburi lako. Natamani uamke japo kwa sekunde moja mwanangu, muone baba yako. Mara Evelyn akahisi ameshikwa mabegani. Alipofumbua macho na kugeuka nyuma, akamuona Mr. Mahaha. Hivyo Evelyn alimkumbatia Mr. Mahaha na kulia kwa uchungu sana. Mara Mr. Jerry akageuka nyuma. Alipowaona Evelyn na Mr. Mahaha wamekumbatiana, ndipo aliponyanyuka huku akijifuta machozi na kusema, Evelyn, nashukuru umenileta kaburini kwa mtoto wangu wa mwisho. Ila basi kuwa na huruma, nipatie festiboni wangu Farhani. Mr. Mahaha akasema kwa msisitizo, Jerry, wewe ni kaka yangu. Hivi ni kwa nini unashindwa kutuelewa? Tumekueleza kila kitu. Yule ni mtoto wangu mimi. Mr. Jerry akajibu kwa ukali, Farhani ni mtoto wangu mimi. Mr. Mahaha akasema kwa hasira, Kaka, ninakuheshimu na ndio maana nakueleza haya yote, kwa sababu sihitaji kukuvunjia heshima yako. Mr. Jerry akajibu kwa jazba, Heshima gani unayonipa wewe ya kujifisha mtoto wangu? Kwani wewe hauna kizazi ukatafuta kwako? Mahaha, unanikosea sana kaka yako, tena mno. Kwa nini unganganie mtoto wangu Mr. Mahaha alimtazama Mr. Jerry kwa macho makali kwa sekunde kadhaa, na bila kuongea chochote alimshika mkono Evelyn akaondoka naye. Huku Mr. Jerry akageuka kulitazama kaburi la Fahadi na kusema, Usijali mwanangu, nitapambana mpaka jasho langu la mwisho ili kakako arudi kwenye himaya yangu. Baada ya hapo Mr. Jerry alikwenda kuingia kwenye gari lake na akaondoka kuelekea maeneo ya Mbezi Beach kumfuata Queen. Lakini alipokuwa kwenye foreni, ghafla akashtuka baada ya kumwona mke wa Kisara akiwa anatoka ndani ya supermarket huku ameshikana mkono na kijana asimfahamu, ikiwaonekana kuwa ni wenye furaha sana. Mara taa za barabarani zikaruhusu, hivyo hakuwa na budi kuondoka. Wakati huo Mariamu na Bi Grace wapo ndani ya taksi nje ya jengo linalouza askilimu, wakiwa wanamtazama Yusufu kupitia kwenye vioo vya jengo lile, ambapo Bi Grace alianza kusema, Mariam binti yangu, hapa naona unapoteza muda bure. Hamna cha zaidi. Hii wiki nzima tangu ianze kumfuatilia huyo mume wako, umemfuatilia we na hakuna ulichopata. Sasa unadhani kuwa kibaya gani zaidi hapo atakachokuwa anakifanya mume wako? Au kwa ice cream pale kitu kibaya kwako? Mariamu akasema, Mama, hapana kwa kweli. Haya mabadiliko ya maisha yetu yameenda kwa kasi sana. Lazima kuna kitu kinachoendelea hapa na nataka kukijua. Kama anafanya hiyo biashara haramu anayoifanya, nataka kuijua ni biashara haramu gani au biashara haramu ipi anayoifanya, ili kama kuondoka niondoke mapema kwenye maisha yake, nisije nikaishia jela.
Bi Grace akasema, binti yangu, nilikuambia jaribu kutafuta madawa ya kulevya. Ukatafuta nyumba nzima, ukasema hujayaona. Sasa biashara gani tena haramu ambayo mume wako rahisi atakuwa anafanya? Mariamu akasema, lakini nilishakwambia mama, kuwa jumba lile tunalokwenda kule makumbusho nina mashaka nalo siku zote. Nimelifuatilia, hakuna siku asiyokwenda kwenye lile jumba. Tena ni jumba ambalo ukikaa pale nje ni magari ya kifahari yanapishana muda wote. Unadhani kuna usalama kweli kwenye lile jumba? Hapana kwa kweli. Yaani gari likitoka hili linaingia hili. Alafu mama, mimi hapa mpaka nijue anaonana na nani, wanafanya biashara gani. Mara ghafla Mariamu na Bi Grace wakanyamaza kimya na kuyatoa macho kutazama ndani ya mgawa ule, ambapo Yusha alistukia akizibwa macho. Hivyo ikabidi anyanyue mikono yake na kupapasa viganja vya mtu alimziba macho. Kisha akatabasamu na kusema, hakuna mwingine zaidi yako wewe nikupendaye kwa dhati, Madam Safina. Hapo ndipo Madam Safina alipotoa mikono huku akisema, oh baby. Nikadhani utamtaja mwanamke mwingine, lakini moja kwa moja umenitaja mimi. Kisha Yusha alimbusu Madam Safina mdomoni, alafu akamshika mikono huku akimwambia, sina mwingine zaidi yako wewe na mke wangu. Madam Safina akasema kwa madaa, mi naogopa kweli, yani kwa jinsi ulivyo handsome Yusha. Na ufia utanisaliti na kwenda kwa mashuga mami wengine wenye pesa zaidi yangu. Yusha akambusu Madam Safina kwenye viganja vya mikono na kumwambia, niamini, siwezi kufanya hivyo wakati wewe unanipenda. Unanipatia zaidi ya ninachokihitaji. Umenipa thamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa nini nikampende mtu mwingine? Madam Safina akafungua pochi yake na kutoa kadi ya benki. Akampatia Yusha huku akimwambia, shika kadi, nimekufungulia akaunti nyingine ya benki ili pesa zote niwe na kuingizia huku mpenzi wangu. Na kwa sasa kwenye hii account kuna 300,000 kamili. Yusha alipokea ile kadi, alafu akambusu Madam Safina mikononi, kisha akaweka kadi mfukoni, na ndipo akamwita waiter kwa ishara ya mkono. Punde si punde Yusha alishtukia mke wake Mariamu amefika pale. Moja kwa moja akampiga Madam Safina usoni kwa kutumia mkoba wake, na bila kuchelewa alimkamata nywele akamvuta kumtupa chini. Ikabidi Yusha wahi kumkamata Mariamu huko akamwambia, mke wangu unafanya nini sasa hivyo? Unafanya nini sasa? Mariamu akawa na mjibu kwa jazba, niachie mikono yangu, niachie, malaya mkubwa wewe. Mariamu akampiga tena Madam Safina. Ikabidi wahudumu wa mgawa ule wafike kumshika Mariamu ili asiendelee kufanya fujo. Alafu Yusha akakimbilia kumwinua Madam Safina, akabeba pochi yake, ambapo ghafla Yusha alishtuka kumwona mama mkwe wake Bi Grace, lakini akaamua kuinamisha uso chini. Akampita Bi Grace kutoka nje akiwa pamoja na Madam Safina,
ambapo waliingia kwenye gari lake na kuondoka zao. Hapo ndipo Mariamu alipoachiliwa na wale wahudumu. Hivyo alijishika kichwa na kusema huku machozi yakimlenga machoni, Mama, sasa umeamini maneno yangu? Umeona mama? Kwa hiyo mume wangu na yeye anataka kunifanyia mambo yale yale kama ambayo amefanyiwa mdogo wangu Jeni kwa mume wake Emmanuel. Mariamu akadondoka machozi. Hivyo Bi Grace alimsogelea binti yake, akamfuta machozi na kusema, Twende tukayaongee nyumbani mwanangu. Wawili hao waliongozana kutoka nje ya mgawa ule, na walipokuwa wanasogea paki, ndipo ghafla wasimama na kuyatoa macho, wakishangaa kumwona Yusufu akiwa anafungua mlango wa gari. Kisha Gloria akateremka, alafu Yusufu akabeba pochi ya mwanamama yule na kumkamata kiunoni, wakaingia ndani. Jambo hilo liliwaacha hoi Mariamu na Bi Grace. Ikabidi waingie ndani ya taksi haraka, wakaelekea nyumbani kwa Bi Grace. Bi Grace na Mariamu walipofika nyumbani kwao na kuingia ndani, wakamkuta Jeni amekaa sebuleni kwa unyonge. Na hapo ndipo Mariamu aliposema, Mdogo wangu, siamini macho yangu mpaka sasa. Tumemwona Dr. Yusufu. Jeni alikurupuka na kusimama huku akiuliza kwa mshuruko, Yusufu wangu mimi amerudi? Kabla hajajibiwa, Jeni akakimbilia chumbani kwake, na ndani ya sekunde chache alitoka kule chumbani akiwa amevaa viatu, akapitiliza kutoka nje. Ikabidi Bi Grace akimbilie kule huku akimuita, lakini Jeni aliwahi kupanda pikipiki akaondoka. Hivyo Mariamu akachukua funguo ya gari lake, haraka wakaanza kukimbiza ile pikipiki. Jeni alikwenda moja kwa moja hadi Mbezi Mbichi, ikiwa muda huo Dr. Yusufu yupo sebuleni anamimina juisi kwenye glasi. Ghafla akashtukia mlango ukifunguliwa kwa nguvu. Akaingia Jeni, ambaye moja kwa moja alikimbilia kumkumbatia Yusufu huku akilia na kusema kwa furaha, Yusufu wangu umerudi jamani, asante Mungu. Yusufu alimtoa mikono Jeni huku akimwambia, Ebu subiri kwanza basi Jeni, ngoja kidogo. Jeni, ebu subiri kwanza. Baada ya hapo Yusufu akaanza kumwambia Jeni kwa sauti ya chini sana, Jeni tafadhali, unatakiwa kunielewa katika hili. Ni sawa na kupenda, lakini siwezi tena kukuoa wala kuwa kwenye mahusiano na wewe. Mimi kwa sasa. Kabla Yusufu hajamaliza kuongea, ghafla Gloria aliteremsha ngazi huku akisema, Baby, natafuta ile boksa yako lakini. Ghafla wote walishtuka baada ya mlango kufunguliwa, alafu wakaingia Bi Grace na Mariamu, ikiwa wakati huo Jeni anamtazama Glory katika hali ya kupigwa butwa. Ghafla akajikuta akikumbuka siku ambayo Nancy alimwambia, Mume wako anatembea na Madam Safina, ni sugar mami wake. Yaani yule ndo sugar mami wa mume wako anayewaweka hapa mjini.
Baada ya kukumbuka hivyo, Jeni aligeuka kumtazama Yusufu usoni, alafu akajishika kichwa. Ghafla akadondoka chini na kupoteza fahamu. Sugar mama.